Wewe umefuata nini hapa? Violet, unapumua? Asante Mungu. Unajua wakati nimezinduka pale kitandani, akili yangu yote ilikuwa za wewe. Maana nilikuwa na hofu sana. Lakini pia nimejisikia faraja sana baada ya mimi kula chakula chenye sumu ambacho hata wewe ulikula. Na hapa ndipo nimethibitisha kwamba mimi na wewe tuna kitu kikubwa sana ambacho kinaitwa upendo. Na hapo ndipo nimedhihirisha wazi kwamba unanipenda na hukutaka niweze kufa peke yangu. Na kama ingetokea basi tukafa, sasa hivi tungekuwa mbinguni na malaika tunasherehekea wawili wapenda nao. Tutakuwa tumepata pigo kubwa sana kwa kuondokewa na mwanetu kipenzi. Tunao nafasi ya kupata wengine na wengine na wengine. Mtoto yupi? Mwanje? Hivi unahisi mimi ningeruhusu kuzaa na mwanaume mpumbavu kama wewe? Unahisi ningeruhusu? Yaani hujui tu ninavyofurahi kwamba wewe mtoto ametoka. Yes, yaani zaidi hata unavyofikiria nilitamani atoke toka siku ya kwanza alivyoingia. Nisikilize Mwanje, naomba niache. Nisikilize, ukiona nimetoka hapa hospitali, kimbia. Kwa sababu nikitoka hapa, nafuata process zote na kupeleka polisi na hakikisha unanyia debe wewe. Na kuahidi Mwanje utaozea jela. Violet, unamaanisha polisi? Ni polisi gani ambaye hajui nguvu ya mapenzi? Polisi ipi? Polisi yupi ambaye hajui mapenzi ni nini? Au polisi wenyewe wanalia kila siku kwa sababu ya mapenzi? Sivuse mimi. Alafu vai, kuna ubaya gani Mwanje boy nikafungwa kwa sababu ya kukupenda wewe? Niko tayari. Yaani chochote ambacho kitakuja mbele yangu, mimi niko tayari kukabiliana nacho kwa sababu nakupenda. Yaani sio kukupenda tunahisi kama nachanganyikiwa hivi. Wewe polisi, ita. Wanifunga hata kifungo cha maisha. Lakini nitakuwa nimefungwa na kuacha historia kwamba nilifungwa kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu ya kukupenda wewe Violet. Alafu ni bora ningeishia tu kukuona tu hivi juu hivyo. Lakini toka siku ulionionjesha. Wewe koma wewe. Koma. Nani alikuonjesha? Mbakaji mkubwa wewe. Umesahau kama ulinibaka? Ulisahau kama ulinibaka wewe? Mwanje toka!